Huyu ndiyo Mfalme Zumaridi, Mwanza. Kwa miaka kadhaa sasa, Mfalme Zumaridi ambaye jina lake halisi ni Diana Bundala ni miongoni mwa wahubiri wa dini wanaovuma ndani na nje ya jiji la Mwanza. Mfalme Zumaridi mwenye umri wa miaka 42 sasa, ambaye pia hujiita Mungu wa duniani, amesikika akitoa huduma ya maombezi, mahubiri na hata tiba kwa magonjwa kadhaa anayodai kuwa ana uwezo wa kuyaponya. Ingawa hakuna maelezo mengi kuhusu historia yake, Diana alizaliwa Oktoba 9, 1983 katika kijiji cha Maganzo, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga. Imezoeleka kuona historia ya elimu ya dunia na dini ya viongozi wa madhehebu mbalimbali nchini, lakini kwa Mfalme Zumaridi swala la historia yake, jinsi alivyoingia kwenye masuala ya kuhubiri dini hadi sasa ni giza nene. Kwani licha ya kuendesha ibada zinazohudhuriwa na mamia ya waumini, hajulikani ni wapi aliposoma na kufuzu masomo ya dini. Hata hivyo, kukosekana kwa historia yake hakujamzuia Mfalme Zumaridi kuvuna idadi kubwa ya waumini katika kanisa lake lilopo eneo la Isenyi jijini Mwanza, ambalo mwaka 2019 lilifungiwa na serikali kutoa huduma zake kabla ya kufunguliwa hapo baadaye. Kabla ya kufungwa, kanisa hilo lilikuwa likiendesha ibada za kawaida za kila siku, zikifuatiwa na maombezi ya kutwa na usiku kucha kwa wenye matatizo na mahitaji mbalimbali. Pia mwaka 2022 kanisa hilo lilipata pigo kubwa baada ya jeshi la polisi kumkamata Mfalme Zumaridi kwa mahojiano. Jinsi ibada inavyofanyika. Japo mimi si muumini, naishi jirani na kanisa lake mtaa wa Isenyi, kila siku tulishuhudia waumini wake wakilala chini kifudifudi na yeye kutembelea juu yao kwa kuwakanyaga mgongoni hadi afike madhabahuni, alisema Rosemary Paul, mkazi wa mtaa wa Isenyi jijini Mwanza. Alisema wakati wa watu wengine wasiokuwa waumini wa kiongozi huyo wanashangazwa na aina hiyo ya mapokezi ya mhubiri huyo wakati wa kuanzia ibada, waumini wake waliona fahari kubwa pindi Mfalme Zumaridi alipopita kwa kuwakanyaga migongoni. Alisema muda wote kabla ya kuingia kanisani hulindwa na kundi la vijana wake kwa waume waliovalia suruali au sketi nyeusi, huku juu wakiwa wamevaa mashati au magauni meupe na tai nyeusi. Wao wanawaita vijana hao ni askari wa makerubi na maserafi, alisema Halima Jumanne, jirani mwingine anayeishi eneo la Isenyi. Zawadi na kuchinja ng'ombe. Mmoja wa waumini aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema wanamwamini kuwa ni Mfalme Mungu wa duniani na mfariji wao mkuu katika maisha na shughuli zote. Amekuwa msaada mkubwa kwetu, sio tu katika masuala ya imani, bali hata mahitaji ya kila siku ya familia zetu, ikiwemo msaada wa chakula, mavazi na ada ya shule kwa watoto wetu. Mfalme alijitoa sana kwa ajili yetu. Huyu ndiye mfalme wetu mkuu, alisema kwa hisia muumini huyo. Alisema katika baadhi ya matukio, Mfalme Zumaridi huwafanyia sherehe kwa kuchinja ng'ombe wengi kiasi cha waumini kushindwa kumaliza nyama ambayo hugawiwa hadi kwa majirani na wapita njia. Kwetu sisi huyu ndiye mfalme, Mungu na mfariji wetu mkuu, na pale nyumbani kwake ni huru, alisema. Mfalme akilia nao pia hulia. Pamoja na kujipanga mistari miwili wakati wa kumpokea na kuagana na mfalme wao, waumini hao hutakiwa kucheka, kutabasamu au kulia kila mkuu wao wanapofanya hivyo. Kuna siku nilihudhuria ibada pale kanisani baada ya sifa za Mfalme Zumaridi kuonea kuwa ana uwezo wa kuponya maradhi mbalimbali. Nilikuwa na mtoto mgonjwa aliyeugua muda mrefu, nikaamua kumpeleka pale, lakini nilikosea taratibu za ibada hadi wazee wa kanisa wakanijia kunihoji iwapo mimi ni mgeni, alisema Yohana Emmanuel, mkazi wa mtaa wa California Nyegezi jijini Mwanza. Alisema baadaye alipelekwa pembeni na kuelekezwa kufuata matendo na matukio yote ya kiongozi kwa kucheka, kutabasamu au kulia pale anapofanya hivyo.
Tangu siku ile sikurudi tena kutokana na nilivyoshuhudia, ikiwemo lile la waumini kulala chini na kiongozi kupita juu yao kwa kuwakanyaga migongoni, alisema Yohana. Serikali kusitisha ibada. Novemba 18, 2019, serikali kupitia aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Nyamagana wakati huo, Dr. Phyllis Nyimbi, alisitisha ibada na kufunga shughuli zote zilizokuwa zikifanyika katika kanisa la Mfalme Zumaridi baada ya kubainika kasoro kadhaa, ikiwemo ukiukwaji wa mila, desturi, tamaduni na mafundisho ya kiimani. Katika amri yake wakati huo, Dr. Nyimbi alisema serikali ilibaini kuwa shughuli za kanisa hilo zilikuwa zinakiuka sura ya 337 ya sheria na kanuni za usajili na uendeshaji wa vyama na jumuiya za kijamii. Kanisa hilo pia lilibainika kutumia katiba ya kanisa la Pentecost ambalo usajili wake unaonesha kuwa liko jijini Dar es Salaam. Eneo jingine ililoleta kakasi hadi serikali kufikia uamuzi wa kusitisha ibada na kulifunga ni kitendo cha kiongozi huyo kujiita Mungu wa duniani huku akijitambulisha kama mfalme wakati yeye ni wa jinsi ya kike, kinyume cha mila, desturi na tamaduni zinazowatambua watawala wa kimila wa kike kama malkia. Sasa kwa taarifa za Mei 15, 2025 zinasema Mfalme Zumaridi akamatwa tena na jeshi la polisi. Nini kimejiri? Endelea kutufuatilia kupitia Das TV Online.